Samahani mkuu, najua nimechelewa, lakini naomba nisamehe. Haiwezi kujirudia tena hivi. Yaani wewe sasa hivi unakuja kazini kama hii kazi ya babako mdogo, si ndio? Najua, na hii ndio kazi ambayo ninaitegemea, lakini kumbuka jana tulichelewa sana kutoka, muda mdogo, kwa hiyo yaani sijui tena niseme, yaani siwezi tena nitetee vipi, lakini naomba nisamehe. Najua nimechelewa. Sio ofisi za bure kama unavyofikiria wewe, kuwa unakuja muda unaotaka, unajipangia kitu unachokitaka na kuomba ondoka. Sitaki kukaa na vikaragosi, ondoka. Lakini mkuu, wewe mpumbavu ni? Afadhali hata nimefika na wewe bwana wewe, maana kana kutafuta hatari. Sasa hivi salama, kwa umetoka huko? Mshukuru. Kwangu hata sio kweli. Maana nimetoa mashtaka na wana kikundi ndugu yangu wanamtafuta mkeo. Sawa. Sisi ndio taarifa hiyo. Kakopela za watu. Sijui ni shilingi ngapi, mimi sijui, taarifa nishaletewa. Nimepokea taarifa na tungine plani nikampa barua ya ombi aje kwangu tuliongelee hili. Mara pili pia nikatuma msaidizi wangu pia hajaja. Ya tatu sasa wenyewe amenifuata. Wanataka hela basi hivyo ama vitu vyao. Ndio samani hela yao nikimaanisha. Kwa hivyo basi kama wewe unajua mkeo alipo popote pale, labda kwa ndugu yako kwao, mpigie simu tu. Aidha chagua kati ya vitu viwili, tu vitu vya ndani kwako uyape wakafidishie hela yao, au mlete mkeo amchukue ampeleke na kupataka wao. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru kwa kupokea. Pole kwa hilo. Sasa hapo sasa uko nadhani ungegonga sasa ungemlaumu nani hapo? Jamani, naomba mnisamehe. Akili yangu, yaani akili ipo hapa kabisa, japokuwa mwili uko hapa. Naomba mnisamehe jamani. Sasa hiyo thamani yako ndio ungegonga sasa hivi hapo, umeshagonga hapa, ungemlaumu nani? Kama umesikia kijana, kwa makini unapotembea barani. Hii ni barabara, huwa wanapita watu mbalimbali, magari mapikipiki napita. Sawa. Sio kwa sababu unavuta bangi, mbona unavuta mibangi, mbona unakunywa pombe tena barani. Kama ukivuta bangi au kunywa pombe, nyumbani. Sio unatembea tembea kama hivi. Umeelewa? Mtu mwenye hapo unatamia nataka kugonga hapa tutakulipa. Sasa hatuya kulipa, kugonga tunaondoka. Sawa. Basi sawa, mimi nishaelewa. Thamani ni ngani thamani? Kwa kile yako, thamani inaendelea nini? Basi jamani, mambo yasiwe mengi. Fanya kazi vijana, mjenge taifa, lakini hamna kitu. Umeelewa? Mambo gani unataka kama hayo? Yaani nisikie damu, kwa nini si yako mtu kama huyu? Kwa nini wewe mkosi gani mtu kama huyu? Wewe bwana sana naye huyo. Mtu yeye ushaona mawazo kibao, akili po kwingine mwili uko sehemu. Yaani kama jielewi, yaani huyu si nani huyu kijana huyu? Yaani ndio unakuta baadaye ndio ukutajielewi hao. Elekeze tu bwana. Kila langu useme mimi tu, sema yaani ndio mkuta taila kama babani kama huko. Wewe wao.
Hata mbona kama ndogo ndogo stahili. Bwana leo mapema leo mwanangu ule bosi nikashamtemea tena. Hapa ndio yani sina mishe yoyote. Kazi gani inategemea ndio. Hivyo mwanangu unajitambua kweli wewe? Sasa jambo na nashinda kuelewa. Hapo leo na viniona. Sasa na viatu mkononi. Wewe kwani leo umepitia kweli? Sasa utapitia, nimetoka nyumbani muda si mrefu, nimeenda kazini. Kazini nimetumilia. Nilikuja maskani. Nimeenda nyumbani. Sawa, ulivitimulia umepitia kwenu? Si napitia nyumbani. Sasa utakujaje kwa wauni hawa? Ndio mkeo anaumwa yuko hoi kule. Yuko hoi, mkeo anaumwa yuko hoi. Nimetoka zangu huko. Mbona hapa hapa? Maana unajua kwanza nilikuwa nishachanganyikia akili yangu ujue. Maana nimetoka kwako sasa hivi. Na umeona kuama kabisa kimya. Mimi mama nimeenda wapi? Na hapa nilipo ndo naelekea nyumbani. Baba sikuelewi unazungumzia kitu gani? Mzee. Unachukua sina akili, si ndio? Yaani mimi nachotaka hapa ni kodi yangu tu. Hakuna kingine. Nataka kodi yangu. Sasa kodi si unakumbuka nilikuja nyumbani nikakuomba kabisa nikakwambia bwana. Sasa hivi mimi sielewi mazingira yangu mabovu. Ndio mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwezi wa 4 ndio na kulipa pesa yako yote. Ndio. Uliniambia shida nini? Changamoto nini? Najua uliomba na mimi nilikubali kwa sababu ni kijana mwenzangu. Wewe ni kama ndugu yangu. Ndio. Maisha yenyewe yanajulikana hapa mjini jinsi yalivyo. Ndio. Maisha sasa hivi ni magumu sana. Na mimi nikakusikiliza sana ndugu yangu. Lakini nilipoelekea wewe kuhamisha kimya pale kwa mjumbe. Inabidi tukamalizane kwa mjumbe. Sio unaelewa? Sawa. Kukopa ruhusa kulipa matanga. Twende kwa mjumbe. Baridi kabisa. Bwana mjumbe, sisi tumefika hapa kwa ajili ya binti. Binti ana shida gani? Huyu binti aliyepo mfanyakazi wa ndani ni mpenzi wangu, ila mimi kwa huruma nimeamua kumchukua kwa ajili ya nyanyasika. Nimeamua kumchukua nikaa naye nyumbani, ila nikasema ngoja kaenda kwa mjumbe. Ndio kae naye nyumbani. Yule binti. Binti wewe unaitwa nani dada? Naitwa Maija. Au walikuwa wanakaa naye wanakufahamu wewe kama ulikuwa unatoka na mfanyakazi wao? Hawajui. Hujui kama atakapopeleka hizo taarifa kituo cha polisi cha kwako ni hatari? Ni kweli. Na maana ngoja kukugia kwa taarifa kwako. Unajua kwamba huyu ni mtoto wa mtu, si unajua? Ndio. Yule alomchukua kuja kumfanyia kazi alimtoa kwa wazazi wao nyumbani kwao na alikabidhiwa. Na wao wamemchukua kwa wale watu.
kuishi na wewe. Kisheria sio sawa kabisa. Sio kama nalijua hilo. Leo inaniuma huyu binti ananyanyasika. Sijakataa, leo inakuuma. Cha kufanya wewe, si umemwona yule binti huyo? Wewe nenda na yule binti kwa wale watu walipomtoa. Uongee nao wao. Ili amrudishe wao kwao. Wewe ukamfuate kwao kama utakumwoa kweli. Ili kubaliana na wazazi wake. Wakishamrudisha kule wewe ndio utamfuata, si unataka kumwoa? Ndio. Kwa sio mbali. Kwa utaenda tu. Na mahisi na lingine inawezekana moyo na maji ya kunywa kama sio karanga. Yule kijana bado mdogo kabisa anaweza kutembea. Kama hata atashinda kurudisha kwao, utarudi tena kwangu. Nitakupa maelekezo ya kufanya. Nitakuandikia barua ya uthibitisho pamoja na kauli ya binti aliyoongea kama ananyanyasika kweli. Nitakupa utaenda naye wewe na yeye mpaka kwao kama wao watagoma kumrudisha kwao. Maana yeye anaweza kuongea, ni mtu mzima kabisa, nadhani miaka 17. Anaweza kujieleza vizuri, wazazi wake wakakuelewa. Kwa wao watatumia mawasiliano yao kati ya bosi wake yeye, yule binti na wao wataongea, watamaliza, wewe utaoa, utakuja naye kama mkeo. Ila kwa sasa hivi sio sheria kukaa na yule binti kwako. Kijana wangu nataka kuwa umeshanielewa mpaka hapo. Zingatia nilokuambia. Sawa. Nishukuru. Endapo utakosa hata kitu. Ndio saizi kwanza. Salama. Haya. Salama kwanza. Kwema kwanza hapa? Kwema kulikoni? Tunashukuru Mungu. Jamani, namba tutaongea baadaye. Kwa kijana, zingatia nilokuambia, sawa? Sawa mjumbe. Fanya hivyo. Uje kwanza hapa kwako kwema kwanza. Kwema wewe tena kimekukuta nini? Mkutana hata siku haijaisha. Kanitoa mkuku kwa mama tu kwa mjumbe. Hata sielewi. Labda mwenyewe ndo anajua cha kuzungumza. Mimi sielewi cha kunania hapa. Niambia kijana wangu shida. Hivi kwanza mjumbe kwanza mimi nataka kujua kwanza. Unajua kwanza. Hivi taratibu za mpangaji anahama kwenye chumba chako bila mwenye nyumba kuwa na taarifa zinaanzia wapi? Kwa kweli hapo mwenyewe siwezi kujua, kwani msubiri. Huyu alikuwepo wakati ananili walikuwa anahama, ni nani shahidi? Nataka kujua. Chumba kile nilimkabidhi yeye. Mimi nimepita pale kwake. Nimekuta chumba ni cheupe, yaani pe. Alafu bwana mimi namdai kuja nyumba. Mimi shida kuelewa, alafu niambia chumba cheupe. Yaani nashindwa kuelewa kwa sababu mimi nyumbani sijafika kwanza. Wao ulikuwa wapi nikuulize swali kwanza? Maana kwa na mabegi, labda ulikuwa haupo nyumbani. Mimi nilikuwa hospitalini. Una muda gani tangu umeenda hospitalini? Kama saa 3-4 hivi. Saa 3-4. Wewe bwana, nimekutana na wewe hapo nadhani. Ni siku hii ya leo, risali moja alijaisha bado. Na nikakuelezea matatizo ya mke wako. Kwa anatafutwa na vikundi vya watu wamekopa hela. Na nikakwambia kwa nimeshamuita sio chini ya mara moja hajatokea. Wenyewe wamekuja kuomba ruhusa kwangu ya kuchukua vitu. Nadhani ndio atakuwa ameshafika kubeba vitu vyao. Kulingana na hela anayodaiwa mke wako, sijajua ni kipi alichokibakiza. Nimeona mjumbe huyu jamaa ndio tatizo lake. Amezoea kudaiwa. Mimi kwanza sijakuelewa mjumbe. Unasema unamaanisha nini? Kama nilivyokuambia kule tulipokutana. Kikundi walikuja hapa wanataka hela yao. Siku hiyo nimekuwa na kazi nyingi mpaka nimechoka. Cha kukusaidia. Ndio mwache kijana aende. Akashughulike na yako yake kule. Ya mke wake ajue na asovu vipi. Alafu mimi kama mjumbe nitamtafuta kwa wakati wangu, nitaongea naye, nitajua hela yako unaipataje. Na endapo wasipolitimiza hilo, hiyo lako yote nitakulipa mimi kama mimi. Kwa miezi 3 nitajitolea kulipa mimi. Alafu mimi najua nitameza naye vipi wewe. Kwa hiyo mjumbe unanihakikishia kabisa kwamba mimi pesa yangu nitaipata mikononi mwako. Niamini wenyewe mpaka mkaniweka kwa mjumbe, sio? Nimekuja miezi 3 bwana. Niamini katika hili. Na mwezi wa 4 ndio unaenda. Na pale kwani unajua kabisa kodi kila mwezi shilingi 30,000. Najua. Miezi 3 90,000. Nitakulipa zote hizo. Na mwezi wa 4 120 hiyo. Usijali baba. Mimi mjumbe nimekuelewa. Kukuelewa nimekuelewa na nimekupata vizuri. Bwana wewe. Kwa imani ya mjumbe. Kwanza pole sana. Lakini kwa imani ya mjumbe. Siku ngapi unanipa mjumbe? Siku 15. Wiki 2. Haina shida. Kwa sababu yako inakuwa kwa paani. Haina shida. Bwana wewe. Pole sana. Lakini mimi najua nitamalizana na mjumbe. Kwa sababu mjumbe kashajihakikishia, ni maana anakujua vizuri. Na wewe hapo kijana, Mungu anaangana wanawake wa kuoa. Mwanamke anapenda mikopo, anapenda madeni, vikundi yeye, vikoba yeye. Alafu dada deni kulipa.
Mnaletea matatizo kutwa kutatua kesi za watu. Mimi zangu zatatuliwa. Mjumbe, mimi nashukuru kwanza kwa hilo. Ngoja mimi niende nikaangalia na jukumu, sababu nilikuwa naelekea kule kwa mama Juma. Unajua mshamba wetu wa bondeni pale? Najua. Sasa hivi pale ni baba Juma sasa. Mbona dalali yako sasa hivi viacha? Viacha kabisa mjumbe. Rudia lini na hela? Basi haina shida. Imeshaanza kuwa magumu sasa hivi. Sawa, nimekuelewa mjumbe. Asante sana. Hiyo ndani hizo wiki mbili mimi nitakuwa nimefanikisha hilo jambo. Sawa, usijali kwa hilo mwananchi wangu. Siwezi kukuacha kuangamia na kati mjumbe wako nipo. Kwa hiyo cha kufanya hapa, nenda kaasovya nyumbani, tafuta hiyo hela ya watu, urejeshe kwa wakati. Yule ni Mchaga. Na nyumbani kwao unapajua vizuri pale ukishapanga. Asante sana. Kwa fanya hivyo, rejesha hela ya watu. Mwenyewe nimejitetea tu hapa, ila ukweli sina hata wanasema tena sasa hivi. Wale wamesahau. Ukiongeza zaidi mara 3 unaweza kufungua akaunti. Mke wangu, naona uko busy, muda wote unacheza na simu, unanisahau mpaka mmeo. Naangalia huu mwanangu, naona kama imefungua. Nani katoa au wewe? Hapo nisahau kukwambia. Unajua kati napita pale kati nilikutana na Mashabani. Alikuwa anadai hela yake shilingi 5,000. Kwa hiyo ikabidi nitoe nimlipe pesa yake. Sio mama madeni na nini kaka umetoa hili. Lakini kuna shida gani? Si nimelipa madeni jamani. Madeni gani mimi nilikutuma? Basi sana. Mbona unakuwa hivi? Sasa ngoja nabadilisha na basi sasa hivi. Sio unaelewa? Sawa. Kwa hiyo pesa ziwe sawa. Wewe cheka tu. Miss check ya. Sawa basi aishe. Wewe badilisha namba ya simu. Ndio nabadilisha. Ndio nabadilisha basi. Sawa. Kuna kisirani mwanangu. Niache bwana. Niache sitaki. Sitaki niachi. Sitaki. Kwa dakika 0 tu ushaanza. Sitaki. Haiwezekani utoe wangu mimi bila ruksa. Sawa. Ndio. Hata hivyo sina kaji hapa sana, nataka nikaangalie mechi ya Simba. Wewe nenda tu. Sawa. Baadaye basi. Bwana, samahani bwana, unajua nimeenda pale kwa sister pale, nimeenda kutoa hela, lakini nimejikuta namba ya siri nimesahau. Kumbe namba ya siri aliweka mke wangu, unaona, katika mazingira yao ananijua. Kwa hiyo nilichokuwa naomba kitu kimoja, yeye anakuwa na shughuli kidogo, kwa sababu ile simu ni kama yetu. Mke wangu atakapoamka tu namba mimi nikitoa mimi nakupa mimi. Sababu usikia, usikuelewe. Sababu toka asubuhi nazunguka na wewe. Hivi sasa nakuta kabila 15 nimeweka huko. Na utaambia nimepiga kabila 20 na kudai. Umeelewa? Sasa kuna mke wako sasa kuna dalili. Mimi ndio sababu ya bosi. Umeelewa? Hapo basi kwa toka asubuhi yani nimesikusuka yani ueleweki yani. Wewe sema adabu gani? Wewe ndio unataka hela yangu, shote nataka hela yangu. Sababu ulipo mbona unachukua? Mimi sina kitu. Wewe sema sasa hela yangu ndio. Hapo ndio ndio funzo kabisa. Sasa hela yangu. Sema sikio tushindane, msikisie kwa mjomba kama kabisa na kuwekeza. Sawa? Yaani tushindane kabisa. Hizi kazi. Umeelewa? Hizi kazi mwanangu. Ndio kwambia hizi kazi ndio fanya hapo. Kwa kama unaelewa kwa fungu wangu. Wewe mwanangu, wewe mwanangu leo babu.
Ule picha mtu mmoja anakuwa. Baridi basi mimi sema hilo nini? Yaani uchomona kitoki, chamona kitoki, kote vya kwangu. Na kuelekeza huko. Yaani una nguo zako, na zalo zako ile kitanalo. Sababu za wao unatea. Soma. Karibu. Asante. Mkuu, najua zimetokea changamoto asubuhi pale kazini, nilichelewa na magari vipi kunifukuza, lakini hapa nimekuja na jambo lingine kabisa. Kwa sasa mganga yupo hospitalini na hali mbaya, na sijui hata anaumwa ugonjwa gani, ila hapa sina chochote. Yaani msaada wangu wa mwisho kabisa ni wewe. Mungu nisaidie, ili angalau nikafanya maarifa apate huduma kule. Unajua hili vijana mimi akili hamna. Hata sijajua sababu ni nini, au kwa sababu sisi sote ni vijana. Unajua kama unashinda kuheshimu sehemu unapopata manufaa, basi huwezi kuheshimu hata sehemu usipopata manufaa. Kwa sababu imani inapimwa kwenye kitu kidogo. Sasa wewe kazini unakuja muda unaotaka, sijui unanidharau kwa sababu ukiangalia umri wangu, uniheshimu, uangalie ni mtu ndiye ananiweka mjini. Kijana, badilika. Unajui watu pesa wanatafuta vipi? Unajui maisha sasa hivi yako vipi? Na kama unajua, unaona wenyewe uchungu jinsi ulivyo. Angalia umekuta na matatizo, unajui utakuanzia wapi? Unaniambia kabisa nimempelekeza mke wangu, nampelekeza mke wako hospitali kweli? Haya, shilingi ngapi inahitajika? Kiasi chochote tu ambacho unaweza kunisaidia, kama ni 20,000, 30,000, pate tu cha kuanzia. 20,000 sio supi, wala hiyo. 20,000. Wewe, hebu acha masiara bwana na utani. Sasa sikiliza. Mimi pesa yangu sitaki kiasi sawa. Nisubiri nakuja. Sawa. Nisubiri narudi. Sawa. Bwana, nimejitafuta huko ndani, nimepata shilingi 20,000. Kama uliotea vile. Shika. 20,000 hiyo, 10,000 hiyo bwana. Mimi langu sitaki kia sawa. Mimi nadhani natoka kwenye faida. Hiyo pesa hiyo unakuja kufidia siku hizi 2. Kula juu yako, nauli juu yako, na hata maji pale ni juu yako. Ina maana yake hiyo shilingi 20,000 unakuja pale unafidia, unafanya kazi ndani ya siku 2. Siku hizi chochote tunakatana hapo. 10 day 1, 10 day 2. Sawa. Nashukuru sana. Mungu akubariki kiongozi. Hamna shida.
Shemeji, sasa ndio nieleza nifanyeje tena hapa? Kila kinyi kale nende kule hospitali. Naweza nenda kulipa nini? Mshikaji ndo kanikopesha tena kwa. Hii siku gani kwangu hii? Nikio nachofanya bado. Sasa ndio kuna muda nileta mgonjwa wangu hapa na nikakuambia kwamba ngoja nikatafute chochote kitu alafu nitarejea, lakini kiko nimekuwa ndivyo sivyo. Kuna pesa kidogo nilipata, lakini nimekutana na wazungu njiani. Kuna vibaka wamechukua ile pesa yenyewe, yani kiukweli, yani mpaka nachanganyikiwa. Si unanisaidia je dokta? Si ndio wewe tulichukua muda ule tukamuingiza ndani? Ndio. Ndio shaka bwana. Yule kuna mtu kaja hapa kamchukua clear gharama zote kashalipa na amechukua na pikipiki kashaondoka nayo. Kwa hiyo kuna mtu mkubwa amelipa gharama zote na anaondoka na nini? Kuna mtu kaja hapa kashakusaidia bwana, hata ondoa shaka kabisa. Unajua nimetoka hospitalini kule, nimeambiwa kwamba umetoka. Vipi lakini unaendeleaje? Naendeleaje hivi? Uone kidume ndo kasimama kanilipia. Ela vikombe tu imekushinda. Sasa kuna huduma mimi utaweza, nilikuwa nakustiri tu kwa taarifa kama hujui. Hebu kuwa serious bwana. Serious nini? Mr. Nini nipo serious, wewe vipi? Aisha, kwa nini unifanyia kitu kama hichi? Unajua ni kiasi gani umeangalia kwa ajili yako. Unajua siku hiyo leo imekuwa mbaya kwa sababu yako. Umetoka wapi? Hivi. Mimi sikufahamu wewe. Ngapi? Wewe ndio nani boy? Sikiliza bwana, wewe ni mke wangu. Wewe mke wa mwalimu yeye. Sio kwamba kisha brother. Wewe ndio kwa haki bila mimi sipo. Lakini kama mimi nipo domi. Kuna hazi kwa msichana kama wewe. Aisha, mambo gani unanifanyia? Ndio hivyo kama ulikuwa hujui.